Tunaendelea na maudhui yetu ya tatu. Kumbuka tulianza maudhui ya kwanza, itafute kama hujaipata, ya pili, na hii ni ya tatu. Maudhui ya tatu. Maudhui ya tatu tunawatafuta wanajeshi wa Dajjali ambao ndio waliotajwa sana katika sura ya kujikinga na Masihi Dajjali. Yaani katika maudhui iliyopita tuliuliza swali, kwa nini surati Kahfi iwe ni sura ya kujikinga na Masihi Dajjali hali ya kuwa hajatajwa ndani Masihi Dajjali katika hiyo sura? Kwa nini watajwe kisa cha Ashabul Kahfi na watajwe Yajuja wa Majuja? Tumeelezea katika maudhui ya pili kuhusu uhusiano wa surati Kahfi, Masihi Dajjali na vijana wa pangoni, Ashabul Kahfi. Sasa maudhui hii ya tatu tutaelezea sasa Yajuja wa Majuja. Sasa maudhui hii ya tatu kuanzia aya ya 83 mpaka 98, aya hizi zinamzungumzia bwana mmoja aliyekuwa ni mtawala wa kipindi hicho ambaye aliitwa Dhulqarnain. Allah amemzungumza katika surati Kahfi kuanzia aya ya 83 ndio leo tutaiangalia mpaka aya ya 98. Kuhusu kuielezea hii kisa neno kwa neno kwa lugha ya Kiarabu tunaisikia sana, tafsiri za kawaida tunasikia sana. Sasa mimi nawatoa kwenye tafsiri ya kawaida na waleta kwenye tafsiri ambayo mashehe hawaisemi. Nadhani tunaenda vizuri. Aya hizi zinamzungumzia Dhulqarnaini ambaye alikuwa ni mtawala katika kipindi hicho cha kwake, na hadithi yake imesimuliwa kuanzia aya ya 83 mpaka 98. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu Dhulqarnaini kwamba alikuwa ni mtawala mwadilifu, mwenye kupenda kheri, wa haki, na alikuwa hapendi dhulma yoyote. Kwa nini Dhulqarnain? Kwa sababu Dhulqarnain utawala wake tofauti na utawala huu ambao unauona leo wa vijisehemu sehemu. Yeye alitawala mashariki na magharibi yake ya dunia, sio kinchi kimoja. Na utawala wake Allahu subhanahu wa ta'ala alimfungulia maeneo makubwa sana ya dunia, akawa anatawala na kuyamiliki sehemu nyingi sana. Kwa lugha ya Qur'ani alikuwa anatawala kuanzia pale alipo uende mashariki na magharibi, yaani yeye aliposimama pale uende mashariki na uende magharibi ya dunia. Na inaaminika kwa baadhi ya riwaya kwamba ahal Qur'ani kwamba Dhulqarnaini alikuwa anaishi sehemu ambayo leo inaitwa Yemen. Yemen pana historia kubwa sana. Yemen pana historia kubwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Kwa hivyo mashariki ya dunia sasa, kama yeye alikuwa akiishi Yemen, sasa tunaanza kuichora Yemen pale. Kwa hivyo mashariki ya dunia ukitoka Yemen, yani tunamzungumzia nchi ya India, nchi za India, Pakistan, Bangladesh,
Thailand, Cambodia, China, Mongolia mpaka Japani. Zote hizo na Urusi pia, hiyo ni mashariki ya Yemen. Kwa hiyo tukichora ramani yetu tukasimama Yemen, tukataka tuitafute mashariki ya Yemen, ambacho ni mashariki pale alipo yeye Zulkarnaini, basi utakuja kukuta nchi hizo nilizozitaja hapa. Na magharibi ya Yemen tunazungumzia Ethiopia, Somalia, Misri, Sudani, Eritrea, Libya, Tunis, Morocco, Algeria, Mauritania, Spain. Zote hizo ilikuwa ndiyo nchi zake akizitawala. Kwa hivyo huo ndio utawala wa Dhulkarnain. Twende taratibu. Kuna picha tunaipata hapa, picha nzuri tu. Tunamtafuta Yaajuja wa Maajuja, tunawatafuta. Je, wametoboa au hawajatoboa? Sasa kama tunatafuta wametoboa au hawajatoboa, tunaanza somo letu hapa. Simama kwenye hizi nchi sasa hizi. Na alikuwa akiweka uadilifu sehemu zote alizotawala. Na hapa tutafupisha kisa hiki kwa sababu tunataka tuende kwenye makusudio yetu. Tushapata tayari kwamba alikuwa akitawala hizo nchi. Mashariki tumezitaja na magharibi tumezitaja, zote ziko chini yake, na watu walikuwa na kisa hiki kinaelezea kwamba kina umuhimu sana katika ukitaka kuwatafuta Yaajuj wa Majuja, lazima utunde hapa. Na katika harakati zake, safari zake, maanake alikuwa akienda huku na huku, ni pale alipofika sehemu ya mashariki. Kisha katika sehemu ya mashariki akapandisha juu kidogo. Twende taratibu. Tumeziona nchi za mashariki. Sasa hapa kwenye Qur'ani tunaelezewa alipofika mashariki akapandisha juu kidogo. Na hapa tuangalie ile ramani yetu tuliochora sasa. Tukasema yeye yuko Yaman, mashariki itakuwa ni wapi na magharibi itakuwa ni wapi? Tumetaja zile nchi. Sasa tukiangalia ramani yetu ya dunia kutoka Yaman kwenda mashariki, yani mashariki itakuwa maeneo haya tulioyataja, manake ya kuja China na Mongolia. Lakini ukipandisha juu sasa kidogo, ukifika pale China na Mongolia, ukapandisha juu kidogo, unakwenda maeneo yanayopakana na Urusi. Hapa alipokutana na watu tunahadisiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 90. Hata alipofika, hiyo aya inasema hivi katika maneno yake ya tafsiri ya Kiswahili, inasema hata alipofika maeneo matokeo yani ya jua, aliliona linawatokea watu tusiowekea pazia kuwakinga nalo, watu ambao hata kwa lugha walikuwa hawaelewani moja kwa moja na Zulkarnain, manake yani na mtawala, lakini walikuwa wakizungumza
kupitia mkalimani tarjuma. Watu hawa ni watu wa taifa lake, lakini hawawezi kuelewana kilugha, wakafahamiana kupitia kwa mkalimani. Sasa nini kilichokuwa kinaendelea? Tutaweza kuendelea katika maudhui ijayo, kwamba baada ya hapa sasa ndio anakwenda kukutana na watu waliomshitakia kwamba kuna watu wanawaudhi na kuwadhuru wanaoitwa Yaajuju wa Maajuja. Sasa tunakaribia kuwaona Yaajuju wa Maajuja katika zile nchi tulizoziona mashariki mwa Yemen, na ukipanda juu kidogo Urusi. Sasa tutawajua Yaajuja wa Maajuja ni nani, wanapanda Urusi kidogo kutoka Mongolia. Hapa tutawajua vizuri katika maudhui ya 4 inayokuja. Tuwe pamoja katika hilo.